Na tumenena zaka za fitri kiwango chake kwanza ni kuangalia wewe vijana saba unacho chakula chao cha asubuhi siku ya Idi na mchana siku ya Idi na usiku wa siku ya Idi na asubuhi yake. Ikiwa umezea kupiga budget ninazo shilingi 1500 vijana zangu hawa watakula, mfano kwa siku mimi anatumia shilingi 5 familia yangu, kile kilichozidi sasa kilichozidi ni ngapi? Ni 300. Bado hakifai kutolewa zaka mpaka ukamilishe shilingi 600. Unazo 500 za kulisha familia na ziada 600 itolewe mwenyewe. Zaka zangu za fitri ni hizi 600 mpe maskini. Umepata 1200 nitatolea wewe, mtolea na mke wako hizi zaka fitri zangu na mke wangu. Umepata tena shilingi 1800 takuwa ni wewe, mke wako na kijana chako kitoto ambao kwamba hawezi kufanya kazi. Umepata namna hiyo mpaka watimize wajana wote wale saba. Wale ambao kwamba ni wakubwa barobaro, pengine mwenyewe ufanya kazi, utamshauri bwana, mimi nimepata shilingi 1500 za chakula, nimepata zaka za fitri za watu watatu, na wewe wafanya kazi waweza kujitolea mwenyewe, kwa sababu madamu wamlisha ni wewe, hata kama afanya kazi, lakini uko chini ya amri yako, hula chakula chako mchana, usiku, asubuhi, nafaa kumtolea zakat al-fitr. Lakini nakwambia baba, mimi nitakusaidia, mimi nimekwenda kazini, nimepata shilingi kadhaa, shilingi 600, nitaitolea mwenyewe, basi baadaye itakuwa amekupunguzia jukumu la zakat al-fitr. Lakini utatoa wewe kwanza shilingi 600, umepata ziada mkeo ambao kwamba ni wajibu umlishe, umeziada kijana chako kitoto ambao kwamba pengine umepanda umezaa kama idadi ya zanda kama daraja kama taraja, kwa utaanda kile kitoto mtolee, umepata tena ziada mwingine paka ule barobaro ambao kwamba bado uko kwa. Nafikiri nimefahamika. Naam, kijana ambao kwamba ni kijana chako mwenyewe lakini uko mbali, tutakuuliza wewe huko mbali, si umpekea pesa pocket money, umlipia fees, umpekea tikiti ya kurudi, ama huitegemea mwenyewe? Ni kumlisha huko, mpekea pocket money, fees umlipia ni wewe, akitaka kuya umpekea tikiti ni wewe, lakini yeye huko kule ni boarding hula. Sasa ndio kwambia utamshauri kwamba yeye wajibu wake ni wewe kumlisha, lakini afanya kazi. Bwana, mimi ni babako, nimepata ya mamako na ndugu zako hawa, chako wewe siyapata, je unacho cha kutoa mwenyewe? Aikwambia ninacho, basi atakuwa amekupunguzia jukumu. Baba sina, nimekwenda kazini lakini sikupata kitu, na wewe unacho, utamtolea. Huna, basi waweza kutoa wewe na mke wako tu basi, huna chengine. Mwenyezi Mungu amekuruzuku 1500, umepata shilingi 1200 chako wewe na mkeo, wale vijana wengine boss wote utatolea, huna cha kuwatolea. Mwenyezi Mungu atuambia la yukallifullahu nafsan illa usaha, kutokalifishwa lazima watolee, isipokuwa tu maoni ya baadhi ya wanazuoni atuambia hata ikiwa una kandu 3 au una kofia kadhaa, tabana hili halimkosi mmoja sute, lazima pengine mtu ana zitambi ziwili, ana kandu 4. Wengine atuambia kutaka kupata sunna kama hini, zanya kitambi, zanya kofia upate pato, umpe maskini. Lakini dini katika ndia kuikalifisha, na Mwenyezi Mungu atuambia din la yukallifullahu nafsan illa usaha. Unaacho umepata cha ziada toa, huna basi huwajibiki kutoa zakatul fitr. Nafikiri nimefahamika inshallah. Naam. Sikusikia, msikia 29 tu. Naam. Ule hapaswi na zakatul fitr. Agiza kwamba mtu amefunga kuanzia mwanzo Ramadhani mpaka 29 akafa, magharibi mwezi ukaonekana, ule hapaswi zakatul fitr, kwa sababu miongoni mwa sharti zakatul fitr ni mtu aipate Ramadhani na Idi. Yeye ameipata Ramadhani tarehe 29 akafa, hapaswi kutoa zaka. Na kinyume chake, mwanamke amezaa tarehe 29 na Idi kijana uko hai, na ule kijana atafaa kutolewa zaka. Manake masala mawili,
ule alioishi mtu mzima mwezi 29 amekufa hana zaka. Mwanamke amezaa tarehe 29 magharibi ni Idi, kijana kitoto afaa tolewe zaka. Sawa?